wa REA wanaoshughulika na mambo ya umeme vijijini, lakini tunaye vile vile meneja wetu wa TANESCO wilaya ya Kibiti. Mkurugenzi, hapa tupo kwenye kijiji cha Jaja. Mheshimiwa pale ni mheshimiwa diwani, yeye ni diwani wa viti maalum. Mheshimiwa diwani, ujio wetu huu ni kwamba wenzetu wamekuja, nafikiri ulikumbuka kwenye kikao chetu cha baraza. Ilikuwa tarehe 6 waje, lakini kutokana na sababu usizoweza kuzuilika wakasema wanakuja siku ya tarehe 8. Kwa hiyo ndio tumekuja hapa waweze kuangalia miundombinu. Unajua kina mama tunapata kero, na sisi tunataka tuwe tunakunywa soda za baridi, tunataka tuwe tunaweka kamba zetu zinakaa kwenye baridi. Sasa wenzetu wamekuja kuangalia uwezekano. Hivi itawezekana? Maana mimi nimekuwa nikiwasumbua muda mrefu. Itawezekana sisi kuletewa umeme na sisi tukawa tunawasha nyumbani kuchu kama wenzetu? Ndio maana wamekuja wenzetu. Mkurugenzi, karibu sana. Hapa kule kwanza. Kwa mama tufene. Wewe baba ndio kama nani tena konda. Au unasubiri basi nyingine? Wenye miguu mizito huko washuka. Unasubiri nyingine unakuja na baba? Sasa hivi tunaenda pale sasa. Basi mama akaa na baba siku moja. Nataka nione watu waone Bunge anawafikia wananchi. Nimetangaza message hapo bwana Shangwe. Nilikuwa napiga zile moja. Tukambuge kama yenda kuingia. Jambo yao moja kwa moja. Moja kwa moja. Sasa tunafuata maji baada ya kwenda pale hapo tembee mageuzi hivi. Maji ndio yale kwa. Bila baadaye atafika. Yote akafanya hivyo. Shida iliyopo ni moja. Nilikuwa namwangalia nilikuwa na
Bana si wewe Simba, si wengine sio Simba bwana, naje pia Simba. Umeona mwanangu? Hawa watu wa Simba wana mipango yao sana. Ndio anaanza kidogo Kwaje? Wewe bwana, habari za huko? Naona umeongezeka bwana. Asante sana bwana. Namsaka. Karibu. Asante, nakushukuru sana Mheshimiwa. Hali yako? Kwema. Mambo namsaka. Sawa. Karibu. Habari za siku? Salama kwema. Karibu sana. Mambo sawa. Salama. Moja katika maeneo ya utawala lazima waje. Haya ndio maeneo yenu ya utawala. Na atakaye kuja 25 tupo. Innama anta mudhakkirun lasta alayhim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. Faria anajua. Jipige magoti sasa tunasema juu. Wewe sogei. Wewe nyanyua juu. Wewe ka chini. Kama TFF vile tunafanya. Ujenzi huo. Sasa ni miaka 2 na miezi takriban 6 tangu achaguliwe. Mengi mazuri ya ahadi zake na yale ya ilani ya chama chake cha Mapinduzi yamefanyika, kama anavyoeleza mwenyewe kwa ufupi mambo yaliyofanywa ndani ya jimbo lake na serikali ya awamu ya 6 chini ya rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na ushirikiano anaoupata kutoka kwa viongozi na watendaji wa ngazi za serikali, chama na wananchi kwa ujumla. Kwa jina naitwa Twaha Ali Mpembenwe. Kwa hivi sasa ndio mbunge wa jimbo la Kibiti. Jimbo letu la Kibiti limezaliwa kutoka kwenye wilaya ya Rufiji. Na sisi ni watoto ambao tumezaliwa kutoka kwenye wilaya ya Rufiji. Tuna kata 16, tuna tarafa 3 ambazo ni tarafa ya Kibiti yenyewe, tarafa ya Kikale na tarafa ya Mbwela. Kiutawala kuna kata hizo 16. Katika kata hizo 16 zimegawanyika hasa katika maeneo makubwa mawili. Kuna eneo la huku juu na kuna eneo la sehemu ya maji. Katika eneo la majini kule kuna kata ya Kiongoroni, kuna kata ya Maparoni, kuna kata ya Mbochi na kuna kata ya Msala. Lakini vile vile kata ya Salale imeguswa kidogo na maeneo mengine ya maji.
Lakini kwa upande wa huku juu tuna kata ya Rualuke, ipo kata ya Mtunda, ipo kata ya Mlanzi, kata ya Mahege, kata ya Mchukwi, Kibiti yenyewe ipo, kata ya Mtawanya, Demani, Bungu pamoja na kata ya Mjawa, bila kuisahau kata ya Mwambao. Kiuhalisia kwenye eneo la siasa madiwani wote ni madiwani wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia madiwani wa kata pamoja na madiwani wetu wa viti maalum. Kwa hiyo tuna madiwani wa viti maalum takriban 6 na madiwani wa kata wapo 16. Historia ya Kibiti inafurahisha kwa sababu Kibiti bado ni wilaya changa sana. Hatujafikisha hata miaka 10 tangu tulivyozaliwa kuwa wilaya na tangu tulivyokuwa na jimbo la kwetu sisi wenyewe. Lakini tuishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi na tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan hivi sasa, lakini na viongozi wa serikali, yani marais waliokuwa wamepita. Kila rais kuanzia rais awamu ya 4, awamu ya 5 na awamu ya 6 waliweza kufanya nafasi yao katika kuweza kuleta maendeleo. Hao wengine wote awamu ya 3, awamu ya 2 na wa kwanza, wao waliweza kushughulika na Kibiti kama eneo la Rufiji. Kwa hiyo kuna sehemu kubwa sana ya maendeleo ambayo waliweza kuyaleta. Lakini mimi wakati naingia madarakani ni vyema vile vile watu wakafahamu kwamba hali ilikuwa iko vipi. Tukianza na miundombinu ya barabara, barabara zilikuwepo zilizojengwa pamoja na madaraja kwa asilimia isiyopungua kama 38. Lakini leo tunazungumza tumepiga hatua, tupo kwenye asilimia isizopungua takriban 68. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yameweza kupatikanika katika kipindi hicho. Lakini si hivyo tu, vile vile katika eneo zima la mambo ya afya, ieleweke tu kwamba kwenye eneo la afya zahanati za serikali kipindi hicho zilikuwa ziko 52, lakini hivi sasa zimeongezeka zaidi, zimejengwa zahanati nyingine kama 10. Lakini vituo vya afya vilikuwa 3, leo tunazungumza tuna vituo vya afya 5. Katika shule ya msingi tulikuwa na shule za msingi 77, leo tunazungumza tuna shule za msingi 83. Lakini si hivyo tu, katika eneo la sekondari tulikuwa na shule za sekondari 12, leo tunazo shule za sekondari takriban 16. Na jitihada bado zinaendelea kuweza kupata shule za sekondari katika maeneo mengine. Ni ndani ya kipindi chake hiki kifupi ambapo katika sekta ya elimu imeshuhudiwa ujenzi na kukamilika kwa shule ya sekondari ya Mwambao Kivinja yenye kidato cha 1 hadi cha 3 iliyopo kata ya Mwambao, ambapo mbunge Mpembenwe alitoa mabati 150, nondo tani 1 na saruji mifuko 350, na tayari wanafunzi wapo shuleni tangu Septemba 5 mwaka 2022. Ujenzi na kukamilika kwa shule mpya ya sekondari Nyambili Nyambunda iliyopo kata ya Bungu, eneo ambalo halikuwahi kuwa na shule ya sekondari hapo kabla, ambapo hapa napo mbunge Mpembenwe alitoa mabati 150, nondo tani 1 na saruji mifuko 150, na shule hii imeanza tangu Januari 9 mwaka huu 2023. Ujenzi wa shule shikizi ya Kingongo iliyopo kijiji cha Roma kata ya Kiongoroni yenye vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1, ambapo mbali na mifuko 100 ya saruji iliyonunuliwa kwa pesa za mfuko wa jimbo, Mpembenwe ametoa jumla ya shilingi milioni 7.7 kununua nondo na zege pamoja na pesa za kuwalipa mafundi, ambapo mpaka makala hii inaandaliwa ujenzi ulikuwa umefikia hatua ya msingi. Kwenye gari, lakini katibu ataje namba yake Telmane nimsendie 2,210 ili mradi aweze kutoa 200. Na sisi hatuvunji heshima mheshimiwa mbunge, tunamheshimu kwa kweli. Sisi ni vijana wake ametulea, na sisi tunaisha keki ni ndugu zetu hawa. Sisi mbali sana bwana, bwana tuna historia naye kubwa kwa kweli. Mlicholepa wao wamekuta tige papa mtu wa watu mpe namba yako bwana tige
au sio tu kila siku. Namba yako 0692 weke kabisa mwamala. Weka mzigo. Endelea Telemani hapo. Weka mzigo. Tumekuamini. Ana shida wewe. Malikoli anasema na hapa ipo. Bwana Fera kabadilisha maamuzi anakuja vingine. Malikoli anasema hapa ipo. Fera anakuja kiukali sasa. Ukae vizuri hapo. 0692. Una jambo letu. 87 56. Asali Madula jina napenda. Nenda kwa Kiliba hiyo. Atarudisha wewe. Sema Shaiburuddin kama nani? Mimi usimjibu mtu namna hiyo, mwambie astaghfirullah, astaghfir. Yaani hiyo hoja anampiga mtume. Hakuulizi wewe. Wewe Muhammad wewe. Unasema tumjali Nuruddin bin Hussein Shadhili. Yeye kama nani? Orodha ya kata Kongoni imeshapita wilaya, lakini orodha ile sio kwamba eti ndio orodha ya mwisho, kwamba itakuwa ndio mwisho kabisa. Bado tunaendelea na uchambuzi. Kwa mtu ambaye hakufikiwa, bado nafasi bado ipo, tunaendelea kuchukua majibu. Sasa Oye titi moto.
Jimbo la Kibiti tunapakana na jimbo la Rufiji, na historia yetu ni kwamba sisi tumezaliwa kutoka katika jimbo la Rufiji. Rufiji ikiwa kama wilaya, Kibiti ilikuwa ni sehemu ya Rufiji. Tumekumbwa na mafuriko. Mafuriko haya yamekumba majimbo yote mawili, jimbo la Rufiji na jimbo la Kibiti. Lakini sisi watu wa Kibiti tunasema ni historia ya mafuriko haya kutokea Rufiji, kwa sababu tangu katika miaka 60 tulianza kupata mafuriko, mwaka 78 tukapata mafuriko, mwaka 88 tulipata na mafuriko, mwaka 98 tukapata mafuriko tena, na miaka 2000 tumepata tena na mafuriko. Lakini sisi baada ya kuwa wilaya mwaka 2017 mafuriko yalikuwa yametokea mwaka 2020 huko, sasa na hata hivi sasa watu wengi wanachanganya kati ya Rufiji na Kibiti kwa sababu sisi tumezaliwa kutoka katika jimbo la Rufiji. Na hali halisi kama mnavyoiona hivi, na mmetembea maeneo yote haya yalikuwa yameathirika, wananchi wamepoteza mali zao, mashamba yameathirika sana, nyumba ambazo wananchi walikuwa wanaishi zazo vile vile zimeathirika. Na sisi tuko chini huko, na mvua zinazoendelea kunyesha zinatishia sana, kwa sababu watu wengi sana wanaathirika, wakizingatia kwamba wanafikiri kwamba ni mazoea ya mafuriko yale ya zamani, lakini safari hii mvua hii imekuwa ni kubwa sana. Ombi langu kwa wananchi ni kwamba waendelee kuchukua tahadhari, kuondoka katika maeneo haya, waje katika maeneo ya juu, wajihifadhi kwa muda mpaka hapo serikali itakapokuwa imeweza kuweka utaratibu. Lakini kutokana na uhalisia tu kwamba mazingira sio rafiki, tunawaomba serikali, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa misaada ya vyakula na vitu vingine mbalimbali, na vitu hivyo tayari vimeshaanza kusambazwa katika majimbo yote mawili, jimbo la Rufiji pamoja na jimbo la Kibiti. Kwa kwetu sisi Kibiti tumepokea misaada hiyo, na tayari Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mkurugenzi, kuna timu maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kugawa vyakula hivyo. Lakini bado naomba tena niendelee kuwaomba Watanzania, wadau wa maendeleo ambao wataguswa na hali hii. Mama zetu wanapata tabu pamoja na watoto na wazee, watu wazima. Basi pale ambapo mtu amekuwa ameguswa katika kuweza kutuletea misaada aweze kutuletea. Leo niko hapa katika eneo la Nyambele, lakini siku 5 za nyuma zilizopita nilikwenda katika kata ya Kiongoroni kwenye kitongoji cha Mtanga pamoja na Kingongo. Tumeona hali imekuwa mbaya sana, lakini nilitoka nikaenda kuwapa pole wananchi katika eneo la Kipoka. Pale kuna maeneo mawili, kuna Kipoka ambayo iko upande wa Rufiji na Kipoka ambayo iko katika upande wa Kibiti. Lakini tuliwakusanya wananchi hao wote kwa pamoja, tukazungumza nao, tukawapa pole na salamu za Mheshimiwa Rais. Lakini niliendelea mbele zaidi katika kata hii ya Mtunda, kuna eneo inaitwa Nguaro na Beta, kote nimepita, na nikaenda katika kata ya Maparoni vile vile kwenda kuwapa pole wananchi wa kule. Lakini sambamba na hilo nimeshapita katika kata ya Msala, nako kuna kitongoji cha Tarachu, chote kimeondoka. Hakuna kitu pale, nyumba zilizopo zote zimezama, mashamba yote yamezama, hakuna chochote kile ambacho wananchi wameweza kufaidika nacho. Kwa hiyo mimi niwaombe tu wadau wa maendeleo na watu wote, wananchi kwa ujumla ambao wameguswa na hali hii, waje watukimbilie. Lakini ombi langu kwangu kwa wananchi, hali tunaiona jinsi ilivyo. Wazee wangu, najua haya ni mazoea ambayo tumeyazoea kwa muda mrefu kutokana na hali ya mafuriko jinsi ilivyo, lakini mvua za miaka hii ni mvua kubwa sana. Hakuna aliyekuwa anategemea kama Arusha nako tungeweza kupata mtiririko mkubwa wa maji mpaka watu wakapoteza maisha. Hakuna aliyekuwa ametegemea Morogoro tungekuwa na mvua kubwa sana ambayo imeleta athari kubwa sana katika mashamba na mali za wananchi. Lakini sambamba na hilo, mazingira yetu sisi watu wa Kibiti sio rafiki. Niwaombe sana wazee wangu, baba zangu na mama zangu. Leo nimebahatika, kuna baadhi ya kina mama na wazee wamejitolea, wanasema wako tayari kuondoka, na nitachukua baadhi ya watu nitaondoka nao, kuna nao juu, lakini tutafanya utaratibu halisi ambao nitakwenda kuongea na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama na ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa. Ataweza kuweka utaratibu kama vile alivyokuwa ameridhia Mheshimiwa Rais, kuweza kuhakikisha wale ambao wako tayari kutoka, basi usafiri unakuja unawatoa na mambo mengine yaweze kuendelea. Ni baada ya kusema haya sana kwa kunipa nafasi kuweza kuwasalimia wananchi, lakini vile vile kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kibiti nikaribisha wewe pamoja na msafara wako uliokuwa umeongozana nao. Anataka kuongea Mheshimiwa Mkuu wetu wa Wilaya jinsi tunavyoweza kwenda kukimbiza mwili wetu wa uhuru kitaifa, na hii kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kufanyia sisi watu wa jimbo la Kibiti. Naomba tu mwaka wa fedha 2023/24
fedha ambazo zimeingia katika jimbo la Kibiti takriban shilingi bilioni 31,934,560,924.45. Lakini katika fedha hizo sisi watu wa jimbo la Kibiti tunaukimbiza leo mwenge wa uhuru kitaifa kwa fedha shilingi bilioni 2,419,729.96. Utajionea mwenyewe miradi ambayo tunakwenda kuizungukia. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais anafanya kazi nzuri sana, na fedha hizi zilizokuwa zimekuja, hii ni kazi ya wananchi hawa. Zamani walikuwa wamenipa mwaka 2020 kwa sababu miradi hii isingeweza kupatikana kama hakuna mtu ambaye anaweza kuisemea, na mtu huyo sio mwingine bali ni mbunge, na mbunge wa jimbo la Kibiti ndio mimi Twaha Ali Mpembezi. Lakini vile vile nimshukuru mkuu wa wilaya na viongozi wangu wa chama katika ngazi ya wilaya, jinsi tunavyoweza kushirikiana kuhakikisha kwamba miradi hii ambayo mnakwenda kuitembelea imetembelewa na kamati ya ulinzi na usalama na ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini sambamba na hilo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na wajumbe wote wa kamati ya siasa wamefanya kazi kubwa ya kuweza kwenda kuitembelea miradi hii. Nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana. Hapo hapo Kibiti pako penye waliotoka wakina Mzegama pale Majungu kutaka watu waje, lakini sisi kata ya Bungu tunakuhakikishia hatutaki mbunge mwingine. Asante sana. Kwa vile kanitaja nije nikazia haya yanayozungumza. Ni kweli kinachozungumzwa, wananchi ninyi wenyewe mtakuwa mashahidi. Na ameniita kwa sababu gani? Mimi ndo nilikuwa mpingaji mkubwa kusema serikali haitutendei haki. Wakati huo niko chama cha wananchi safi. Lakini kidume hichi kilifanya mkutano mmoja tu ndio nirudisha CCM. Na kweli utekelezaji wake, mambo yanayofanyika katika hii kata yetu ya Bungu pamoja na wilaya yote ya Kibiti, mimi sina hoja. Na ndio maana hivi hata leo nataka hiyo kampeni ianze. Mpinzani yoyote atakayekuja kuikosoa CCM, kila atakalouliza maswali tajibu. Kwa hiyo waheshimiwa, sio kwamba ule wakati wa propaganda tena, hapana. Ukweli upo na nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi. Kama mnavyosikia, nilikuwa naitwa Nyankandanga, sasa Nyankoyo. Nyankandanga amekubali sheria. Sasa wewe tena unabakiwa. Mimi nilikwenda hapo kwenye mkutano wa bunge hapo Tawanya. Nikakutana na mke wangu Mikendo. Kama Mikendo, tulichokuwa tunapinga sasa kinakamilika, uko wapi? Unachelewa nini? Hoja yetu kubwa ilikuwa mahakama wametegewa wanyonge. Wale mapapa wale hawafungwi, alipoingia Magufuli wewe hata ukiwa waziri mkuu ukikosea ndani. Kuna haja tena kupiga kelele. Kwa hiyo waheshimiwa, anachozungumza mbunge mimi niko pamoja naye sana. Na hata hivyo naona hiyo kampeni inachelewa tuje kuwafahamisha wananchi. Leo mimi nilikuwa Dar es Salaam. Nilipoambiwa tu na mbunge anakuja baadaye, nikaona mimi lazima nirudi nimwone mbunge nimsikilize, maana maneno yake yanavuruga ubongo wangu. Nilipokuja nimekuta vijana wako kwenye video kama zamani. Huu sio mkutano wa CCM, huu mkutano wa mbunge, lakini aliyepitia kwa tiketi ya CCM. Twende tukamsikilize, tupeleke kero. Vijana wakawa na zagaa kule kwa watu waliposikia neno linaanza. Yeye mwenyewe atakuwa shahidi. Tulikuwa wangapi na anapoanza kuzungumza uwanja mdogo. Asante kwa kunisikiliza. Sina uwezo wa kuvuta kupeleka ndani mwangu, tena niko jirani. Wewe uko gani? Sisi official sana. Siwezi sasa, mimi sina uwezo. Wewe hiyo official sana. Sina official sana. Mwenyekiti wa vijana yuko. Mwenyekiti wa vijana. Uende kwa huyu mama. Sawa bana. Ukaone lile eneo. Ukawaambia watu wa TANESCO
gharama yake ya kuvuta ule umeme mimi ndo nitailipa. Sawa? Wewe unataka kumuona Rais Samia na TV pale uwekeni, si ndio? Umeona Rais Samia wakati anaongea, si ndio? Kwa nini? Ndio majengo yako matatu pale. Sasa si ndio umeme unaweka uwake? Maana umeme sio unaweka kideo, unamwona Rais Samia. Majengo ndio matatu. Sasa si unaongea sawa? Haya. Leo nimeisha. Ndio tunachelea hiyo. Sema kwamba tuhifadhi sana hizi zetu. Mimi nakushukuru kwanza kwa kuja leo pale. Kunishirikisha katika jambo hili. Na nikwambie tu kwamba nimelipokea. Ila sasa cha msingi inabidi tuwe tuna mawasiliano. Na familia ambayo inaendelea kuchanga iendelee nayo kuchanga. Umeme hatuna ndugu yangu. Unapiga moja kwa moja anang'oa na toka tena mwisho wa siku nyumba inavuja. Hapo kama usiku ngongoro. Unaona gogo hiyo ilivyotulia kapanda na amenyoka kama mkwaju. Salamu alaykum. Salamu alaykum madam Masiko Pombo. Akubali.
Eti wamekupa tunaendelea tu. Bado sasa sema miguu yenu mizito. Hiyo ndio tatizo. Sema yangu mimi sipigi kijani. Hata sipigi yani. Ndio ndio ifike tunapisha. Sheikh ndio ifike hapa. Ndio unafika bwana. Sheikh hata hapo. Sawa. Na sikutegemea kama naweza nikaja hapa nikaambiwa niongee. Mimi si mzungumzaji kwa sababu sikutia katika siasa, lakini kwa kuwa nimeombwa niongee, nitaongea, lakini nitakaoisema ikiwa baya nisamehe, kwa sababu si sifa yangu. Katika vitu ambavyo vikubwa kupewa muda wa kuongea bila ya kujiandaa ni kitu ambacho kigumu sana. Kwa hiyo itabidi mniwie radhi. Kwanza natoa shukrani kwa kufika au kwa kufikiwa na ugeni huu hapa kitongojini kwetu. Bila shaka, ndugu wananchi, baadhi ya watu wametoa kero zao, kero ambazo zilizotolewa ndio pamoja na mimi, pamoja na kuwa wametoa wao, lakini mimi nasema na mimi nimetoa, kwa sababu mimi ni mwana kitongoji wa Sayari. Yote ambayo waliyazungumza kuhusiana na kero ndio pamoja na mimi, na mimi nazidi kutoa sisitizo la kero langu, si nyingine isipokuwa sisi hatuna mali ya uhakika. Ukweli ndio huo, tumeletewa vitu ni sehemu, lakini hamna mali. Na bila shaka pale ushahidi huko, vimeharibika vifaa vyote. Je, hivi nchi hii maeneo yote haya maji ndio yanakuwa katika mazingira yale? Pamoja na kuwa sijatembea, lakini mikoani kuna sehemu zina ukame wa maji, wamepewa maji ya uhakika na ya kudumu. Sisi tumepewa vitu si mali, isipokuwa ni vyombo vya kuangalia watoto kuchezea. Ombi langu mimi, naomba tupate mali. Mali ni uhai, kila kitu mali. Tunamwona mjongama na mjengogoe hawavai viatu. Naenda hapa. Si ndio? Mbunge pale kwako nje watu wanatoa kibao. Bwana. Mbunge ndugu yetu sana hivi. Ishakuwa lina shida hili bao wenyewe. Mbunge ndio mtu wetu sisi. Nafikiri haya twende. Sasa wewe mchezo nao umetakata tu lazima unao. Ndio, singeenda huko. Sita. Ndugu Mpembenue 25-30 Kalale, ukiota ndoto za ubunge 25-30. Tusipowapeleka watoto wetu madrasa, tusipowapeleka watoto wetu shuleni, tutakuwa hatuwatendei haki, na Mwenyezi Mungu anaweza akaja akatuhukumu katika jambo hili. Jambo lingine, kuna shida kubwa sana, dharura inahusiana na mambo mazima ya mambo ya TASAF. Wazazi wengi sana wapo katika mazingira sio rafiki.
Cherewa, huyu bwana mkubwa amenifurahisha kitu kimoja. Amesema mama yangu mimi akiuza vitumbua, alipotoka kwenye vitumbua akazeeka, anauza genge. Huyu amenifurahisha. Biashara yangu ipo pale sijauza. Ningeuza hela zangu zote ningemtolea huyu. Kwa sababu jana wameninyanyasa sana. Mpaka miogo yangu ile pale. Bwana na waliosema hivyo. Basi tumemaliza. Asante mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge, mimi sio kero ila ni changamoto. Kwamba kwenye jiografia yetu ya Salali, mimi ni mmoja wa wasafirishaji wa maboti madogo madogo ya abiria kuelekea visiwani. Jiografia yetu kwamba katika njia yake ufikishe moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya. Unafanya vizuri? Ikiwezekana na nauli hapa nakupa. Umbebe mama yule. Umbebe naye mwanangu. Pikipiki unayo. Kwa hiyo unahitaji nauli. Pikipiki unayo. Mbebe mama, nenda naye kwa mkuu wa wilaya. Alafu naomba unipe mimi mrejesho. Sawa. Ndugu wananchi, mambo mengine haya mbunge kazi yake ni kusikiliza wala sio ya kwangu. Lakini kwa sababu wananchi hawa wote ndio kwangu mimi. Ndio tutasema kuru Jumaine, si ndio? Wanafanya kokobolia tu akifika mbunge. Sio wala hakuna shida. Lakini njia sahihi jambo hili liende kwa mkuu wa wilaya. Yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, vyombo vyote viko chini yake. Atakuja hapa au atatuma watu wake, atalitolea ufumbuzi. Kwa hiyo mtendaji wa kata, nipe mrejesho kwenye hilo. Mama wewe unasemaje? Wenda wajue wambie si marafiki wa Mkekeni. Kwanza tuna jambo letu. Kwanza tuna jambo letu. Tena tuna jambo letu. Wenda wambie wajue. Itikia si marafiki wa Mkekeni. Wenda wambie wajue. Wenda wambie wajue. Mbunge wetu nani? Bwana yupo? Twende DJ wangu. Sikia. Usiogope baba. 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 Hapa nilikuja mwaka huu 20.
nyuki mimi kila siku huwa anasema wanaweza kufanya mambo hapa. Wao wanasema yule mgeni yule. Subiri kwanza. Tuanze kwanza. Na ndio maana tukakuomba mbele ya hadhara hii nyuki waondoke pamoja na wageni wamekosea. Sasa mimi nilishakiona hilo nilipokuja tu hapa. Ndio maana nikasema babu, tunaomba nyuki wale waondoke, walikosea. Sasa nitakuuliza. Hao nyuki waliokuambia wangu mimi au nani? Nyuki hao baba, tunaomba utusaidie tu. Wala sio kwako, lakini hiki mazipo hapo. Sasa mimi unanijua kama najua kwa watu nyuki au kwa mtu uzima dawa. Mtu uzima dawa. Hata wewe mtu mzima tufanye sasa mimi na wewe. Mimi mtu mzima na wewe mtu mdogo twende wote. Sasa tusiamie shida peke yangu. Shida ni moja. Shida zote moja. Sasa shida yangu mimi na hapa au leo hapa na tukafanya hiyo kazi. Lakini mimi nakula tayari mimi nyuki wananchi wake walipo, isipokuwa Mheshimiwa Mpembenwe yeye ni mtu wa kwanza, nisiwe msemaji zaidi ijue hili nione, maana nitakuwa naongea mengine nitaona kama nampamba. Sina sababu ya kumpamba. Mungu ameona na mimi Mungu ananiona kwa yale ninayoyasema. Sisi tukushukuru sana Bwana, kututembelea kwako ni faraja, na uendelee kutembelea nasi tutajua nini tutakachokuwekea mbele yako. Mpembenwe Mama Samia mitano tena. Asanteni. Mimi sina zaidi, kazi yangu ni kufungua kikao. Niseme tu natoa shukurani kwa yote ambayo yana kwenye gari. Mheshimiwa mbunge ameshafika kijiji cha Pombwe kubwa, na kuombeni sifuri kujumlisha moja unapata ngapi? 3 kujumlisha moja unapata ngapi? Mwanangu amjambo wake. Hapa mnajisaidia. Kuna posta utani za TARURA.
choo kuna choo hicho kusaidia huduma ndogo, lakini hiyo hakuna hapa wala shule mama hakuna hiyo kabisa. Kwa hiyo manake usalama na uendeshaji wa shule sisi isipokuwa tunaendesha tu ili bado tuweze kupata elimu. Labda shule shikizi zilisajiliwa iko kwenye mchakato. Iko kwenye mchakato. Iliingia kwenye ubora. Iliingia shule ya ubora wilaya Rufikiri. Shule ngapi? Katika kata ya Kiongozi ilikuwa shule 2. Shule 2, shule hii na shule ya Kingo. Haya wanangu, mimi nimewasikia. Lakini sakafu tutaweka, sawa? Saruji huko kote tutaweka, sawa? Na choo tutachimba. Unasikia? Kusoma katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Sawa wanangu? Umesikia? Wasome kwenye mazingira mazuri. Sawa? Kwa hiyo huwa mnakuja shule nyumba zenu tu. Sawa? Tutaendelea kuwasimamia na Rais Samia. Mnamsikia Rais Samia? Ndio rais wa Tanzania. Anawapenda sana nyinyi watoto. Yeye amehakikisha kwamba anatoa fedha nyingi katika wilaya zote, kwenye kata zote ili kuweza kuhudumia nyinyi watoto. Sawa? Kwa hiyo Rais Samia hela ataleta hapa, patawekwa sakafu, huku vile vile tutaparazia vizuri, sawa? Lakini na vyoo tutaenda kuvijenga. Umesikia watoto? Makofi kwa wingi, makofi kwa wingi. Ondoeni wasiwasi. Sawa? Sisi ni walezi. Tumekuja kuwaona. Mimi mbunge wenu. Mnamjua mbunge wenu? Anaitwa nani? Pembeni. Sasa, leo nilisema na mimi nije niwatizame. Sawa? Mimi nimekuja tu kuja kuwasaidia. Unasikia? Naenda kufanya mkutano. Lakini nyinyi mkae huko msome. Si ndio? Haya, niwape basi hela pipi. Si ndio? Hamtofanya fujo. Tutaenda kununua pipi. Sema na mpira. Mpira mtapata na jezi nitawaletea. Umesikia ona? Haya makofi basi. Nitawaletea. Sawa? Hapa nafurahia. Lakini hujaniambia moja kujumlisha moja unapata ngapi? Kwa nini hujasema? Mkono kulia, mkono kulia, mkono kulia. Wanunue pipi kesho mwe mnakuja tena. Sawa? Umesikia? Lakini jueni Mama Samia semeni asante Mheshimiwa mbunge kwa kuja kutembelea katika shule ya Utayari Pombe Kubwa. Semeni kwa pamoja. Asante shule ya kutembelea shule ya Utayari Pombe Kubwa. Makofi kwa wengi. Msimame mwalimu wetu. Mimi ni washukuru. Mwalimu wenu simpi kwa sababu yeye anatufanya kazi ya kiroho. Na mwalimu wala hana shida. Anawapenda sana watoto wake. Si ndio? Mwalimu huwezi ukampa hela kwenda kununua pipi. Kazi anayoifanya peke yake ni ya kiroho. Lakini tutamwangalia mwalimu wala hakuna shida. Mwalimu upo kwenye pero. Lazima mkaendelea. Ndio kama tuonane. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم. Kwa hiyo tumempa mswaa, lengo kubwa aweze kumkumbuka sana Mwenyezi Mungu ili aweze kudumisha amani na sisi kushirikiana naye katika amani. Lakini tumempa kanzu ili
aone kwamba sisi watu wa kata Mbui sasa tunaanza kusitirika. Sitira kubwa sasa inatofika katika maendeleo yetu, tuseme inshallah. Lakini tumempa kofia kuziba kichwa ili asiweze kuwasikia hawa wanyonge ambao wanataka kumpoteza dira yake ya maendeleo kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu amlinde, na tumefunika sisi Allah amlinde zaidi. Lakini tumetasbihi ili aweze kufanya hesabu kuona mambo mangapi nimeyafanya katika ndoa hili na mangapi bado sijafanya, aweze kumwamini Mwenyezi Mungu, aweze kumlinda kila mchana. Inshallah kuna vingine viko pembeni, lakini tumeweka pembeni hivyo. Kuna jogoo kubwa sana liko pembeni, nadhani limewekwa leo kwa tukituli sana, basi inshallah ajifariji na mambo yako inshallah. Hayo machache alhamdulillah. Paki nyuma. Baba, asalamu alaykum. Baba, uko mzima? Naomba niwe mteja wako kwenye kofia hii. Nishanunuliwa. Haya wazee wangu, mimi nimekuja kwenye mkutano. Ngoja nimuone mzee kachoka. Assalamu alaikum. Salama. Salama shau. Banzai. Nasiku. Muonaje? Naendeleaje? Pole na mitihani. Haya. Lakini ndo katika ibada. Leo ndio Mungu. Leo kupata mitihani ndio hakika. Hakika. Sifa moja au siri moja. Pale mimi ndiko asili ya baba alipotoka pale usiku. Yaani ule mpembeno ule ndio umetokea pale usiku. Ndio nilikozaliwa pale. Sasa siku za nyuma huo ulikuwa ni mto mkubwa kwa usiku. Hapo na ngambo pale na kubaki. Wakati tunaenda kulima kule kwa vijana kutoka Mbwela naenda mpaka Mamachi. Kufika pale na msumbua kidogo babu, wakati mwingine tunavuka tunaenda kupata wakili kule. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Kwa hiyo tunawashukuru, lakini tunamshukuru vile vile meneja wetu wa TARURA, naye amekuwa ni mtu wa ushirikiano kweli kweli, kwa sababu hili jambo tulimsisitiza na yeye akawa amefanya tuweza kufanya, na tayari taratibu zinaendelea kama mlivyoona, na amenihakikishia kwamba tutafanikiwa kabla ya mvua hazijashuka. Kwa hiyo kwenda kesho wala hakuna shida. Unaweza tukaenda tu kesho. Tuko wajumbe wa bodi wa ndio wenyewe ni mkimbo sababu wenyewe ndio Hakuona mifuko ya simenti. Ile karatasi nimempa mwenyekiti hapo. Iko wapi ile karatasi? Sasa ifungue hii. Angalia silowe. Maana hii ni receipt. Wanasema hii FD receipt. Sawa. Tulia tu. Wao sura swali. Wao usitemeke. Wazazi mnaiona hii? Tumeiona. Hii karatasi yako. Hii FD receipt na kila kitu hiki hapo. Sawa bwana? Ndio. Ukienda kwa sisa unaenda unakabidhiwa, tumemaliza. Hii sio hela mfuko wa jimbo hii. Ndio.
hicho kidogo unachopata na mimi nikasema tu tugawane na nyinyi. Sawa? Kwa hiyo wakati wote mkianza kesho, nendeni mkachukue na mchanga mnao, anzeni kufyatua tofali. Na haya ndio maendeleo tunayohitaji. Lakini mimi najua ujenzi wa zahanati sio tu mifuko ya simenti na tofali. Anzeni, tutakuja kuwaunga mkono. Tujitolee kwa sababu maendeleo ni ya kwetu sisi wenyewe. Tujitolee, na mimi nataka niwaahidi nitakuja kuwaunga mkono. Niliwaambia watu wa Kingwela hivyo hivyo, nitakuja kuwaunga mkono, tafuteni eneo. Wametafuta eneo. Mheshimiwa Diwani, utakapokuwa unakwenda kule ukiandaa mkutano nialike, nitakuja na tutakuja kuwasupport vile vile wananchi. Baba zangu na mama zangu, sina shaka kwa kiu ya maendeleo mliokuwa nayo. Sina shaka hata kidogo. Eneo mmeshalisafisha, tofali naziona ziko pale, mchanga upo. Ni imani yangu kwamba mtajitolea kama mnavyoendelea kujitolea ili tuweze kuijenga hii zahanati. Maendeleo hayawezi yakapatikana kama sisi wenyewe hatuwezi kujitolea. Kwa hiyo naomba tushikamane, tuungane, tutoe ushirikiano kwa diwani, mwenyekiti wenu wa kitongoji, mtendaji wa kata, mkae katika vikao vyenu, wasiwe tena na malumbano. Malumbano yetu yawe ya maendeleo, sio malumbano nafsi zetu, kwa sababu ya makubwa na mazuri aliyofanya katika sekta zote. Na la mwisho, nataka tu ufahamu, hakuna kijiji hata kimoja, hakuna kata hata moja ambayo Mheshimiwa Rais hakuweza kuweka mkono wake pale katika kuweza kusukuma shughuli za maendeleo. Hiyo ni ishara tosha. Wananchi wa jimbo la Kibiti na waomba, kama wanavyosema ujumbe wa Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, tushiriki katika uchaguzi mwaka 2025 kwa amani na utulivu, lakini kubwa zaidi twendeni tukaheshimisha wilaya yetu kwa kumchagua Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi sana za kuweza kumfanya yeye endelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, asanteni sana. Baba mkwe. Habari ya taifa. Vilivyobaki sasa akija kitimba mwanao na sasa mwalimu kampa adhabu. Wewe leo uwezi ukapata kitu kikakaa sawa bila kutumia nguvu. Nyinyi mwendo maneno kisa mpigwa. Nenda yeye. Madarasa mangapi? Tunapokuwa hivi. Darasa moja limeishia wapi? Hapo. Nikufuate huko nyuma. Yaani wewe ulikuwa unapita mbele yangu tu. Mwanangu sikiliza neno huku. Mwanangu sikiliza neno huku. Na neno limekuwa lazima tupime madarasa sasa hivi vile vile. Vipimo vyake. Kwa hiyo ni mita 99. Madarasa yote mmojenga. Mwisho anajenga shule. Kwa madarasa yote ni Mbona mnaangaliana tu msogei?
mbele, tunaenda tunarudi nyuma. Twende mbele. Tunarudi nyuma. Mbele. Haya tunakutegemea nyuko. Aida buti njoo na wewe usogee huko. Hii hapa chepe chukua hii. Chepe hii. Kwenye jumuiya. Shika chepe hili. Miti moto moto. Mbunge safi. Maji hapa mngine kumimina tayari pale. Hem nikabebe tofali mimi. Twende watu tunaenda. Katibu hajabeba tofali. Basi tofali yenyewe sitakusikia tena. Yule piti. Moto moto. Tunaendelea jamani. Moto moto. Katibu njoo. Shika twende katibu.